is not how they went out. Kwa sababu tunaona hata kwa wale ambao tayari wameshahitimu jinsi walivyoingia, sio jinsi ambao wametoka. So I tell you the truth, you come out with as a new person. Na kuhakikisha utatoka ukiwa ni mtu mpya kabisa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. But it depends on you. Lakini itategemeana na wewe. It is your responsibility. Ni wajibu wako to kuamua kubadilika. To decide to change. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Now let me tell you, let me give you the meaning of transformation. Ngoja nikupe maana ya neno hili kugeuzwa. Transformation according to the Bible kugeuzwa kulingana na Biblia inamaanisha it means internal change from old self. Inamaanisha kwamba ni badiliko la ndani kutoka utu wa kale to a new creation in Christ. Na kuwa mtu mpya katika Kristo. This change is driven by the Holy Spirit. Na badiliko hili linawezeshwa na Roho Mtakatifu. Not just outward behavior changes. Sio tu mabadiliko ya tabia ya nje. Though japo it includes, japo inahusisha pia hilo badiliko la nje. But it's not only outward changes, but it comes from inside. Haimaanishi tu badiliko la nje peke yake, lakini hilo badiliko lazima litokee ndani. It's a lifelong process. Ni swala ni mchakato wa maisha. Hello. It's a long life process. Ni mchakato unaohusisha maisha ya kila siku. As the molders. For those who are molding some vessels with the soil. Kwa wale ambao wana finyanga vyombo. As potters process or mold the vessel is how you can see is the process. Kama jinsi ambavyo unaweza kuona wale wafinyanzi jinsi ambavyo wanafinyanga vile vyombo ulivyo mchakato. Likewise, hivyo the transformation goes like that. Na hata mabadiliko na mageuko yanakwenda namna hiyo. It's not easy. Sio rahisi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. It initiated by the Holy Spirit, but it needs you to conform or to yield to the Holy Spirit. Na inaanzishwa na Roho Mtakatifu, lakini inakuhitaji wewe uweze kukubali na uweze kugeuzwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. It is renewing the mind. Ni kufanywa upya ufahamu wako. Hello. So that those mitazamo ambayo sio sahihi should be removed. So that the false attitude and perception will be removed. Hello. It is moving from shame to glory. Ni kutoka katika aibu kwenda katika utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Bearing good fruits. Ni kuweza kuzaa matunda yaliyo mazuri. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says that Biblia inasema you will know them by their fruit. Mtawatambua kwa matunda yao. Hello. How do we know that this is a mango tree is not a lemon tree? Jinsi gani unaweza ukajua huu ni mti wa maembe na sio mti wa malimao? Because of the fruit, right? Kwa sababu ya lile tunda. You know that this is the mango and this is a lemon tree. Na utajua kabisa hili ni embe au huu ni mti wa mtunda wa malimao. That fruit. Kwa sababu ya lile tunda. So bearing good fruit, kwa kuzaa matunda mazuri, will show that this person has transformed. Itaonyesha huyo mtu amegeuzwa au hajageuzwa. If you are the mango tree and you give forth the papaya. Kama wewe ni mti wa maembe hapo unaanza kutoa mapapaya. We get confused. Tutachanganyikiwa. Are we together? Sijui tuko pamoja? Are we together? Tuko pamoja. Are we together? Tuko pamoja. We are not together. There are some people we are not together at all. Kuna baadhi ya watu hatuko pamoja hapa. Look at your neighbor and see if you are together. Hebu muangalie jirani yako, uangalie kama tuko pamoja. If you find him not together, kama ukimkuta tuko naye pamoja, mwambie oya